Marcela, mambo vipi? Kwema? Bwana samahani hapo. Mwinjumo ndo wapi hapo? Mani hapo nyuma. Tokeza mtaa kwanza utakuta uwanja ndo Mwinjumo hapo. Kwa hiyo mtu kama ukipenya hivi unakuta Mwinjumo yuko katikati hapo. Hapo uwanjani. Uwanja ndo. Nikikuta uwanja. Mbona unanielekeza kama mtu ambaye unataka kunikaba hivi? Watu wa Dar es Salaam nyinyi mbona hamuonekani kama vile unapomwelekeza mtu kitu basi muoneshe mtu mpaka ile sehemu yenyewe ile kwa panafikia wapi. Lakini eti kwenye mchanga pale kwenye uwanja pale huoni kama unalundumuika tu. Hapo sheikh. Pangekuwa mbali ningekuelekeza au ningekupeleka zaidi. Unipeleke utakela Unataka kujiona wewe njanja muone kichwa kibovu vile. Mpuzi wewe. Mwinjuma. Nataka niwajulishe Watanzania na watu wote waelewe. Hakuna show kabambe duniani na Tanzania mpaka sasa kama hii ambayo inakujia kwa wakati huu. Usipate tabu wala usiumie kichwa wala usirundumike wala kunyuluka tena moyo wako kawa nyuluka tena. Hiyo kunyuluka ondoa kabisa. Hiki ndio kipindi maalum. Watu wanaweka rekodi. Tunaangalia leo kama mtu ataweka rekodi, alafu tunakuja kuvunja rekodi. Tunaita weka rekodi, vunja rekodi. Jina langu mimi naitwa Mpoto. Wengi wamezoea kuniita Mpotonyo. Unatamani kunijua zaidi? Ama usilundumwike. Baki na mimi. Nimekuja hapa nataka nipate matunda tu. Matunda sio mpaka limao sio tunda kwa sababu chungu la ya tunda ntuliwe tamtamu hivi. Ndio maana unaangalia machungwa, unaangalia mahembe, unaangalia hata matango ili unalipata tango unalundumuika tu. Raha tu. Moyo unashuka tu. Hata pressure huna. Nina swali nataka kuwauliza. Swali langu moja na kubwa ambalo nalotaka kujua mimi ni kwamba je, ikatokea mko polini alafu umefika zako polini pale na gari mko na gari. Tairi zote zikapasuka. Tairi zote zikalala. Utafanyaje wewe? Utaamua kutoka kwenye gari na kukimbia zako, mutashuka kwenye gari kuisukuma muipeleke mpaka kijiji kinafuata au la? Nataka kujua. Musikae tu maana kuna mtu mwingine gari kipasuka tu ile tairi basi kila mtu anamwachia dereva tena unakimbia. Nataka kujua. Sasa nataka niwaelezeni leo tuko ndani ya weka record, vunja record. Ndio maisha ambayo tunataka kuyafanya hapa Tanzania hatujawahi kuyaona. Unanielewa? Challenge yetu ya leo tutakuwa na magari ambayo na tutakuwa na timu ambayo ina uwezo wa kusukuma gari sio na upepo kwenye matairi yake. Unanielewa sijui? Hiyo sasa sio polini. Hapa sasa tuna watu tunataka tufanye. Tunachukua maisha polini, tunaeleta mjini. Amwali ya kulashele kumeongo jasho kwanya kunyalala na koko wagonire koko kulwala kwa Makonde na wengine wote. Twende tukaone. Jamani kwema? Nyinyi sio na ngolo anje. Na ngolo anje ni mtunkorofi. Usivyo bwana? Ndio na ngolo anje. Bwana mambo nipe 5 basi. Na wewe uko ulipo na wazazi wako. Bwana mimi nataka kuhoji. Maswali machache sana kama duniani hapa. Swali langu nataka kuuliza hivi kwa mfano ikatokea uko polini. Mko kwenye gari yani kwenye msitu hivi na mko kwenye gari hapa moja kama watu 4 watatu hivi. Gari ikapasuka tairi zote. Tairi ya huku na huku zote zikapasuka. Je, utakimbia kumwachia dereva? Utansaidia dereva kusukuma? Utaamua kufanya kitu gani nataka kujua. Mimi nilipokuwa porini Serengeti kutoka Karatu naenda Msoma uko porini tairi moja kachomoka. Ya pili kapata pancha. Ndani tuko watu 4 nikawaambia hapa tuko porini kuna wanyama wakali. Sisi wanaume wa Kuria tukae chonjo. Tukakaa kila mtu upande mmoja. Simba kataka kuja walipotoa sisi wanaume wakatoka wakaenda zao. Mzee bwana Simba jamani, Sharubu unanijua wewe? Sharubu unanijua vizuri. Hivi Sharubu ndo anatokea na gari yenu imepasuka tairi. Utakaa kulinda gari wewe sio kulinda roho.
Uwe na roho ngumu sana kumuona yule mdudu. Sio mdudu, sema sharubu. Maana unapozungumzia sharubu unazungumzia kitu kingine kabisa kwenye maisha ya watu. Ni kweli kabisa. Umenielewa? Sasa sharubu baba anapokuja hivi akasema sasa nazunguka tu ama tusikie sauti tu. Aseme ile anafanya baba utaendelea kukaa ama la? Mimi kama mimi Mkuria nikimwona simba kuja kwangu nashika chini. Simba kushika chini kama umbwa anataka kushika chini, umbwa anakimbia. Simba naye ni jamii ya umbwa kushika chini, simba anatimua. Ukishika chini yeye anahisi umefanya nini? Umechukua silaha kutaka kumpiga. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba ukitaka kukaa na simba vizuri ili akuogope, unachotakiwa kufanya ni kuvua nguo zote kama mtoto wa kiume. Unavua nguo zote ili akuogope, aseme mama, binadamu gani huyu? Sijui unanielewa? Sasa embo ili wewe unaweza kuvua nguo zote na yule sharubu yuko pembeni hapo. Swala hilo gumu sana hilo. Kuvua nguo zote. Swala gumu sana. Huwezi kuvua? Yaani utatafuta mti ulipo yani. Lazima upande juu yani. Kwa hiyo swala la ulinzi halitakuwepo. Halitakuwepo kabisa. Ina maana unampinga mzee sasa na ndevu zake hizi, wewe unamkataa kwamba yeye hataki ikitokea dhuluba basi yeye mzee ataamua kufungua. Bila za kwao hizo. Wewe kabila gani? Mimi Salamu bwana. Ukae. Ukae kabisa. Wazalamu waoga wakiona simba mbio. Wahai wakiona simba ndio wanavua nguo. Wahai na wajua wakiona simba ndio wanavua nguo wanabaki uchi. Kwa hiyo simba anaona kitu gani anaogopa sasa, anaona huyu mwanadamu gani? Mbona kama ana mambo tofauti hivi? Sio kama mwanadamu wa kawaida, mnyama gani huyu? Kikubwa ninachozungumzia mimi ni kitu hicho tu kwamba kupasuka kwa tairi. Yaani kwamba tairi zikapasuka zile. Utafanya kitu gani wewe endapo utakuwa wewe na dereva? Utamkimbia dereva au la? Naomba tutazungumza huko mbele ya safari. Tuende tuangalie utaratibu unasemaje. Lakini je, tairi zikipasuka unaweza kusukuma we au utaziacha hivyo hivyo? La. Bwana, jambo lilokuwepo hapa, tunatafuta watu watakaoweza kusukuma gari. Tunaitoa upepo gari ile. Tutakuwa na timu hizo 3 tu. Hatutaki hata timu nyingi. Kuna timu hapa. Kuna watu wanajiona mashababi hapa. Wataweza kusukuma gari kutoka umbali huu mpaka kule. Tunatafuta watu sasa. Timu zile zetu 3. Nani watakaoweza kuisukuma gari ambayo gurudumu zake zile wametoa upepo? Ai, njoo kwanza nataka. Njoo kwanza bwana. Ida Oti. Basi Ida. Kwani wewe chani? Ida mali. Mbona makovu hivyo? Makovu si nilipata na ajali pale kwa Salenda Biliji pale. Salenda Biliji pale. Mwangu ndali kubinuka tu kudondoka tu chali huko. Mmoja mikatalo hapo hajakufa hajatoka nzima. Kafa kabisa. Mmoja kataka kuponia nani huko. Kule hospitali ya Wahindi kule wapi kule? Huko Chaijua hiyo. Kwa Wahindi kule Chaijua hiyo. Wanasema eti kutengeneza mifupa kule India. Unasikia Watu wanakwenda zao India, wanaenda kufanya mambo ya kurekebisha baadhi ya vitu. Usimuone makovu hivi. Mwanaume huyu. Mwanaume unakosa kupata hata ajali. Alafu unajiita mimi mwanaume. Mwanaume tubu. Wewe una mimi demu. Mimi sio demu, sio mmae mimi. Unaona? Mimi mwanaume kweli lijali. Hata mimi nataka uimbe nyimbo moja tu ya nyumbani kule kama unikumbuka. Chingenge. Yoyote ile. Chingenge. Yoyote. Tuende bwana kidogo tu. Kidogo tu bwana. Njomba kidogo, nimetoka muda mrefu kule, sema nimesahau kidogo. Mwali wenu bitika unga kona mwipanga kashire kwali. Aye, tunaitikina mna hiyo mbona nakosa makonde? Jamani aye. Ngoja kwanza. Zile timu zetu ziko 3. Kuna timu hai na Ndanda. Ngoja bwana wewe. Ndanda vipi? Ipo Ndanda hiyo. Ndio timu yetu. Sawa. Tuna timu zetu 3 mpaka sasa. Tuna timu hai. Sawa. Tuna timu kwaju, tuna siri ya maisha.
Tunataka tuwaone hawa watu nini wanafanya. Wana uwezo wa kusukuma kweli gari? Je, timu gani itakuwa nshindi? Na atakuwa nshindi ndani ya dakika ngapi? Ndio kitu tunachokitafuta. Naeleweka Ba. Kwa jina naitwa Karimu Abduli, ni mkazi wa Mwananyamala Kisiwani, ni fundi wa engine pamoja na gearbox za automatic. Na miaka kama 4. Kwa jina naitwa Saleh Selemani, ni mkazi wa Mwananyamala Kisiwani na fani yangu ni mechanics na miaka kama 4 hivi katika fani yangu. Jina naitwa Ahmadi Unyango, kazi yangu ni ufundi makenika na miaka kama 4. Na hii ndio timu yangu inaitwa Ukwaju Group. Ndio wababe wa hapa. Kuna wakina Uwai hapa watakaa katika timu hii. Kuna maisha, hawana lolote, sio maisha wala sio chochote. Unajua ile? Sisi ndio vidume wa ukweli. Tunaikimbiza gari sio kuwa na upepo. Sisi ndio tunaivunja rekodi na tunakujiweka rekodi. Kwa jina naitwa Saidi Salumu, nakaa Mwananyamala Kisiwani, nimefundi umeme wa magari na miaka 5. Kwa jina naitwa Abbas Salum au Zinduda, pia ni fundi hapa engine, pia najishughulisha na masuala ya football. Naitwa Musa Msangi, ni mkazi wa Kisiwani, ni fundi wa engine na miaka 4. Sisi kama timu ya Uwai tunaweka rekodi, tunavunja rekodi. Naitwa Mansuri Mputa, ni fundi engine katika gereji ya Mwananyamala Mjuma, naishi Mwananyamala Kisiwani. Naitwa Voni Maliva, naishi Mwananyamala Mchangani, fundi gearbox. Naitwa Saidi Mohamed, naishi Mchangani, fundi gearbox. Kwenye hili shindano niko na kundi langu Siri ya Maisha, na mimi namna kutushinda, sisi ndio washindi. Tuko vizuri sana kama unavyotuona hivi. Au unasemaje? Hamna kushinda, hamna sana. Nani anatushinda? Atushinda nani? Wamekaa mapema. Sisi ndio mabingwa na wenyewe wanajua. Sasa watoto wadogo watushinda. Tuko hapa kwa ajili ya kipindi chetu cha weka rekodi, vunja rekodi. Tunawekaje rekodi, tunavunjaje rekodi? Sawa sawa Tunaiweka vipi hiyo rekodi ama tunaivunja vipi hiyo rekodi? Tazama uone kwamba ni kipindi pekee hapa nchini Tanzania kimekuja kuleta mabadiliko, kuleta mwangaza mpya kabisa. Na hakuna mtu yoyote anaweza akakaa akaanza kulundumuika. Naeleweka Nataka niwaonyeshe kwamba kipindi chetu ndio kipindi pekee hapa Tanzania ambacho kinaweza kikawa kina wataalamu vile vile. Twende tukamsikilize mtaalamu anaelezea huko ili uone kwamba kipindi hiki ndio kipindi mahususi. Naeleweka Gari linatembezwa na gurudumu. Na gurudumu inatakiwa liwe limewekwa upepo ambao unastahili. Usio umezidi wala usio umepungua. Sasa kwa nini? Kwa sababu unapoweka upepo au gari linapotembezwa na tairi, maana yake ile tairi linarahisisha msuguano mzuri kati ya tairi na barabara. Kuna msuguano kati ya tairi na barabara ambao huo msuguano ndio hasa ndio ukinzani mkubwa wa gari wakati inatembea barabarani. Kwa hiyo tunapoweka upepo tunataka tupunguze, tunasema contact area, yani eneo la kukutana kati ya barabara na tairi. Tunataka tupunguze ili kusudi ule msuguano uwe mzuri zaidi. Lakini sasa unapokuwa umepunguza upepo zaidi ya kile kiwango kinachotakiwa, maana yake lile eneo la kukutana kati ya barabara na tairi linaongezeka na kuwa kubwa. Tunasema unaongeza contact area. Unapoongeza contact area, maana yake unaongeza msuguano mkubwa zaidi na unaongeza sasa ile tunaita rolling resistance ambayo ndio ukinzani mkubwa wa barabara na tairi unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo hata gari likiwa lenyewe linatembea, sio kusukuma tu, likiwa linatembea, upepo ukiwa umepungua, ukinzani unakuwa ni mkubwa sana. Unasababisha mambo mengi. Kwanza unasababisha gari linakuwa zito sana. Maana ukinzani unakuwa mkubwa. Lakini unasababisha vile matumizi ya mafuta kuwa makubwa sana. Lakini unasababisha hata tairi yenyewe kulika vibaya. Kwa hiyo utakuta labda limeondolewa mapema kabisa kwenye gari, kwa sababu inakuwa ukiangalia kashata zile hasa sehemu za pembeni, tunasema kwenye mabega au shoulders, utakuta zile kashata zimepungua sana. Lakini wakati huo, kwa sababu ule msuguano umekuwa ni mkubwa, resistance imekuwa kubwa, inaweza kusababisha joto kubwa, mwisho wa siku ile tairi lile linaweza likapasuka. Kama hivyo ulivyopata kumsikiliza mtaalamu, hiyo kauli yake ambayo amezungumzia vitu vingi tu na kenkem kwa ajili ya mambo tu mubashara na mambo yanayoeleweka. Hatujakaa kigonjo sisi. Tunaweka rekodi, tunavunja rekodi. Kitendo kwanza cha kumfuata mtaalamu ni kuweka rekodi peke yake. Mtu gani ama watu gani ambao waliweza kuleta mtaalamu akazungumza? Mtu gani ambao wakaweka watu ambao wakaweza kufanya uchunguzi na utaratibu ule? Hakuna. Sijui unanifahamu vizuri. Sasa huu ndio wakati wetu mwafaka.
tunaweka rekodi, tunavunja rekodi. Kipindi mahususi nchini Tanzania hiki. Tuende tukaone mambo mtaalamu aloyasema yale sasa yanafanywa kazi sasa. Siku nyingine na nitafurahi. Tutaonesha timu hai. Matope mengi sana. Watoto tunatembea tukiwa kwenye mchanga pale, naona wametufanyia hujuma, kuna kilima pale. Kilima pale hizo baya. Jama, tumesikiliza mambo mengi sana na sasa tumerudi sasa. Tunafanya mambo yetu sasa. Sijui umenielewa. Tulikuwa tunazungumzia kipindi ambacho tunaweka rekodi, tunavunja rekodi. Na katika utaratibu huo hapa nchini Tanzania hakijawahi kutokea. Na kama hakijawahi kutokea, je, tunafanya kitu gani sasa hivi cha kuamsha hivyo? Tunaamsha kwa upande mmoja vile. Tunataka watu wajue na watambue kitu kikubwa kimoja, ni kwamba tumeleta mtaalamu tukatoka huko, lakini mchezo huu, mashindano haya na kuona washindi hawa ama washiriki hawa wanapopata mtetemeko huo, lakini kuna refa. Bwana Stewart, hebu tunataka tujue kwamba mchezo, ili mradi sasa tukataka kukaa sawa, tunawekaje utaratibu wetu? Hii ni Weka Record, Vunja Record, mpambano wa leo. Tetea maisha yako. Washiriki 9 wataunda timu 3 na kushindana kusukuma gari yenye magurudumu yasiyo na upepo. Kila timu yenye washiriki 3 itapaswa kusukuma gari yenye magurudumu yasiyo na upepo katika umbali wa mita 85. Washiriki wanaruhusiwa kutumia mbinu yoyote kusukuma gari isipokuwa kuwasha gari. Timu ambayo itatumia muda mfupi zaidi kufikisha gari kwenye umbali wa mita 85 au umbali unaowazidi wengine ndiye atakuwa mshindi na rekodi yake itawekwa. Ladies and gentlemen, twende sasa. Mwenzangu anakwenda. Wanaipeleka imetola upepo, lakini bado wanaisukuma. Hakuna shaka kwenye hilo swali. Wanatumia mbinu mbadala. Wanaipeleka. Wameshaanza kutitia na wanaanza kushindwa sasa. Sijui wanashindwa ama wanashinda. Mama toba. Jamani, Mungu Baba. Pale kwenye mchanga ndio panapotatiza wale. Na sijui kwa washiriki wanakwenda bwana. Muda unakwenda huo. Jamani, shiriki wetu. Hao wanaelekea kuweka rekodi. Sijui nani atakuja kuivunja hiyo rekodi yao. Nataka kujua nani kaweka rekodi, nani atavunja rekodi. Washiriki ndo kama hawa. Kuna mashabiki wao hapa. Kuna watu hai hapa. Kuna watu sijui maisha hapa. Mama wanakwenda. Ai! Jamani, haya mashindano sio kitu cha kukichukulia mchezo wewe. Mama yangu, chombo kinainuka kile. Kumbe hawa hata kukitokea ajali wanaweza kwenda kusukuma. Kumbe hata kukitokea maafa wana uwezo wa kwenda Mama yangu wanakwenda jamani. Timu Ukwaju hao ndio timu Ukwaju hao. Wamekwama. Hawana ujanja wote. Sasa hapa nataka nipate kuona tu niko mama yangu. Kikubwa ni dakika tu zinazotakiwa kujulikana kwamba wale wametumia muda gani mpaka kufika pale. Wameshaishia katikati. Ladies! Lefa. Wameshalianzisha sasa. Wameshakichafua sasa. Hiyo ndio timu ya pili sasa. Timu ya pili hao wanaitwa uhai hao. Sasa sijui wana uhai au la, lakini naona wanakimbizana kabisa. Tena wana kasi ya ajabu. Wana ile kasi ya kasia ile. Wana kasi sio ndogo. Umenielewa? Au hayo. Pale walipofika wenzao na wao wamefika. Wanakwenda. Sikiliza mashabiki huko. Inakwenda bwana. Imekwama pale. Pale naona kama imekwama hivi. Pale walipokwama wenzao na wao ndio wamekwama hapo.
wametoka wanalia na mchanga sasa, na wenzao walilia hivyo hivyo. Wameshakwama pale. Walipokwama wenzao ndio pale pale. Walipokwama wenzao. Hii ni tabu sasa. Hii ni tabu. Naona mashabiki tu wamejaa hapa. Jinsi ya kuitoa pale tu mtiani. Muda umekwisha. Tunaweza tukarudi kwako. Ladies! Wamelianzisha dude sasa. Wamesha kichafua sasa. Nataka niwaone siri ya maisha sasa. Nataka niwaone siri ya maisha. Watafika hata pale walikofika wenzao au la? Wataweza kufika walikofika wenzao au tanange tu? Au kujifanya wao na ng'olo anji tu? Hapo sasa ndo tutajua. Mama yangu. Sizani. Umeona? Wakutika. Unadhania pombe chai. Unapozania pombe chai. Sio chai. Wanakwenda bwana. Ala, tunawabeza ndio wanaosogea. Tunawabeza ndio wana mama wamefika Omega. Wamefika Omega. Mama yangu, siri ya maisha inaanza kufichuka hapa sasa. Haya, siri ya maisha yao inafichuka sasa. Siri ya maisha yao sasa ndio inafichuka. Kufichuka kwa siri ndio taratibu kama huo. Yaani hapa wameshindwa. Hawa hawakufika mahali popote pale. Wameshachemka na shindano lishakuisha kama unavyoona kule. Bwana. Pale naona wametufanyia hujuma, kuna kilima pale. Kilima pale hizo barabara. Bila kilima gari ingefika pale. Kwa naenda ile. Ni mchezo mzuri. Mimi sitaki ndogo ambazo zimetukosti timu hai. Lakini tulikuja na plani mpya ambayo kila mtu na imani anaweza kuzitumia. Tunataka njia mchanga kuliko wenzetu. Maana tumefeli. Yaani watope mengi sana. Watoto tunatembea tutoka kwenye mchanga bila kutufelisha sisi. Kuna watu ambao mchakato waliupeleka na tukaona jinsi gani walivyoweza kuja na wakaingia kwa hatua gani na kufikia wapi. Wote timu zote tatu. Kuna ukwaju, kuna siri ya maisha, kuna uhai. Walipotoka kule walikuwa wanatakiwa wote wafike kwenye mita 85, lakini hawakufika mita 85. Lakini pia hapo walipoishia wana vigezo, tuna taratibu ambazo zipo. Hawa siri ya maisha. Refa, tueleze, kuna siri ya maisha, kuna uhai na nani? Katika pambano hili la kusukuma gari lenye magurudumu yasiokuwa na upepo, tumekuwa na timu tatu. Tumekuwa na ukwaju ambao wao ukwaju wametumia dakika 4 na sekunde 16. Tukawa na siri ya maisha, wao wametumia dakika 4 na sekunde 35. Tukawa na uhai waliotumia dakika 2 na sekunde 56. Uhai? Tunazungumzia maisha. Uhai. Wametumia dakika 2 na sekunde 56 kufika katika umbali waliofika ukwaju, isipokuwa wao waliofika umbali ule kwa dakika chache. Yaani maana wote wamefika sehemu ile lakini wametofautiana muda. Huyu katumia dakika 4 na sekunde 16. Uhai yeye akatumia dakika 2 na sekunde 56. Lakini wenzetu wa maisha wameishia nyuma, lakini dakika walizotumia nyingi. Ladies and gentlemen, mabingwa wetu walioweza kutuwekea rekodi leo. Tunaweka rekodi, tunavunja rekodi. Watu waliotuvunjia rekodi siku ya leo ama waliotuwekea rekodi, hatujajua nani atakuja kuivunja rekodi hii. Ni uhai. Kuna watu wanaweza wakajiuliza kwamba tuko wapi na tunafanya nini. Tupo Mwananyamala Mwinjuma. Mwananyamala Mwinjuma ni eneo ambalo tumefanya shindano letu la weka rekodi, vunja rekodi. Lakini vile vile hapa leo tuko kwenye mchakato mmoja mzito sana, na mchakato wetu ulishirikisha timu tatu. Kulikuwa na uhai, kuna siri ya maisha,
kuna na Ukwaju. Hizi timu zote tatu ndizo zilizoshiriki shindano hili la kusukuma gari ambayo matairi yake yametolewa upepo. Je, wewe unaweza? Kama unaweza, tutafute, usipate tabu. Weka rekodi, vunja rekodi, ndio kipindi chetu. Tupo hapa. Hiki ni kipindi ambacho naamini hakijawahi kutokea na hakitotokea sehemu nyingine zaidi ya kwetu tu. Weka rekodi, vunja rekodi. Ukitaka kutupata sisi, inawezekana baada ya hawa Uhai wameshinda leo, kuna mtu mwingine anaweza akasema mimi sasa naweza kusukuma gari iliyotolewa upepo, niende nikavunje rekodi yao wale walioiweka. Tutafute sisi. Kama utaweza kututafuta kwenye Facebook, unatupata kwa weka record _vunja record. Instagram weka record _vunja record. Lakini pia tunapatikana kwa barua pepe weka record vunja record @gmail.com. Usipate tabu. Jina langu naitwa Mboto. Wengi wamezoea kuniita Mbotonyo kwa sababu wanasema nina chembe chembe za Kibrazil. Kwa hivyo kuna Mbotonyo, kina Ronaldinho, Lobinho, Sisinho. Mpaka kipindi kijacho tutaweza kuwaletea ni nini kinachoendelea. Usitoke hapo. Weka record, vunja record.